Content creators, nina habari nzuri kwa ajili yenu. Unajua content creators ni vijana ambao mnafanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu wa Tanzania, hususan ni vijana wabunifu. Hapo mwanzo kulikuwa na takribani bilioni 2 zilizotengwa kusaidia watengeneza maudhui nchini Tanzania. Lakini sasa kupitia mfuko wa utamaduni, sanaa na michezo, kiasi hicho kimeongezeka na kufikia takriban bilioni 50 za Kitanzania. Ndugu wa Tanzania, tunaomba kuwatangazia Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni kupitia maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mfuko wa uwezeshwaji wizara yetu ilipangiwa kupewa bilioni 20. Kabla hapo kwenye bilioni 200 zilizotangazwa Mheshimiwa Rais tulikuwa tayari ameshatupatia bilioni 10. Jumla ni bilioni 30. Lakini tumejiongeza na kuongea na benki ya CRDB kwa mfuko huo wa kumsupport Daktari Samia Suluhu Hassan kuwawezesha vijana wa wizara yetu, nao watatoa bilioni 20 mpaka bilioni 30. Jumla tutakuwa na bilioni sio chini ya 50. Lengo la mpango huu ni kuinua vipaji vya vijana, kuendeleza utamaduni, sanaa na michezo na kuwapa vijana nafasi ya kujiajiri na kujenga maisha bora. Kama ilivyosisitizwa mara nyingi sana na viongozi wetu wa nchi, dhamira ni kuona vijana wanapata fursa na kuacha tabasamu katika jamii. Hizi shilingi bilioni 2 hazitafuatilia kelele, zitafuatilia creators wanaoelewa watengeneze nini, wanamlenga nani na wanatatua tatizo gani. Mimi naitwa Sauti ya Sifa, halimaarufu kama Teacher Sauti ya Sifa. Kama mara yako ya kwanza kunisikia, basi hilo ndio jina langu rasmi. Mimi ni content creator kupitia mtandao ama jukwaa la YouTube, nikitengeneza maudhui yanayohusiana zaidi na elimu, lakini pia sijawaacha watu wa burudani, yanamaanisha watu wa films. Basi mtapata films kupitia akaunti zangu za YouTube, hasa Sauti ya Sifa Film, lakini pia kwa elimu ni Teacher Sauti ya Sifa kama hapa unavyonipata. Mimi kama vijana wengi wa Tanzania nimekuwa nikifanya kazi kwa bidii, nikijaribu kukuza kazi yangu kwa kutumia vifaa vidogo vidogo na rasilimali chache tu ili niweze kufika pale ambapo napahitaji. Lakini sasa kuanzia mwezi wa pili mwaka 2026, vijana wengi tulianza kujisajili kwa matumaini ya kupata fursa ya mkopo. Usajili uliendelea hadi katikati ya mwezi huo na wengi wetu tulikuwa na matumaini makubwa sana. Baadhi ya taarifa zilionyesha kuwa mwezi wa 3 tarehe 1 mchakato wa fedha kuanza kufanya kazi ungeanza mara moja. Lengo kubwa kwamba tunasubiri tarehe. Tumemwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tunatamani ya kwamba tukishapata tu tarehe tutaitangaza ili wote tujumuike na mfuko uzinduliwe na rasmi uanze kufanya kazi ya kupata pesa. Kwa hiyo pesa zipo. Uwezeshwaji umeshatengenezewa mazingira. Watu mmeshajisajili. Kichobaki ni uzinduzi ili hela iingie mfukoni na nyie mjenge uchumi wetu. Sasa ukiachana na mambo mengi sana ambayo serikali iliweza kuahidi ama imeweza kutusajili, licha ya kuwa na muda mrefu sana mpaka watu wengi sana nadhani mpaka hivi sasa wameshakata tamaa na hawataki kuendelea na mpango huu. Sasa kuna masharti ambayo ni magumu kuliko ulivyovumilia hapo nyuma. Pesa haijatoka mpaka sasa lakini bado unavumilia, ila kuna masharti magumu ambayo watu wengi nimeona wakishindwa, na watu wengi wamekuwa wakinipa comment, wamekuwa wakinitafuta WhatsApp kwa ajili ya masharti haya. Vijana hawataki kona, vijana wanataka hela. Katika kuomba mkopo huu, muombaji anatakiwa kuambatanisha nyaraka kadhaa muhimu, na sio tu muhimu, ni muhimu sana. 1. Barua ya maombi ya mkopo. Hii inaweza kuwa ni rahisi sana kwa vijana, na vijana ambao bado mjaanza kuomba mkopo, kama ikitokea fursa ya kujisajili na kuanza sana kuomba mkopo, basi kumbuka kwamba barua ya maombi ya mkopo inatakiwa. Hiyo inaweza kuwa ni nyepesi kwa sababu unasema tu kwamba mimi nani fulani naomba mkopo huu, nafanya hivi na hivi. 2. Mpango wa biashara. Hii inaitwa business plan. Kwamba nikipata pesa hii, unawaeleza sasa wenyewe, unaandika kwa mkono wako. Nikipata pesa hii mimi nitaanza kufanya hivi na hivi. Nikishafanya hivi na hivi nitapata faida hii na hii.
Ikishakuwa faida hii na hii, basi mimi nitawaajiri watu fulani fulani. Baada ya hapo, malengo yangu mimi hadi hivi sasa ni kufikia kitu fulani fulani. Hiyo ni business plan. Lakini cha tatu, promo invoice ya vifaa. Promo invoice ya vifaa inamaanisha kwamba hadi hapo sasa pesa hautoishika mkononi. Nilikuwa nikiona watu wakijidanganya kwamba sijui baada ya kupata bilioni 2 na yani baada ya kupata hizo pesa, moja kati ya bilioni 2 mimi nikapata hata bilioni 6, maji ya bomba ni ya kuogea sio ya kunywa. Mimi nitakuwa na kunywa maji ya uhai, maji ya Dewdrop. Maji ya bomba kwa ajili ya kuoga na kufulia, sio kunywa. Kunywa na kunywa maji ya uhai. Labda wewe ni mwenda wazimu. Na? Mwenda wazimu wewe. Ukokotee mawe. Taandika hapa. Pesa hizi hazitokufikia moja kwa moja mkononi. Zinatumia promo wanaita platforma. Yes, mimi napenda kusema promo. Ni platforma invoice ya vifaa. Mwenye duka hatatakiwa achukue pesa ambayo umeikopa wewe hakupe vifaa ama vitu ambavyo unavihitaji. Mfano kama ukiwa unataka kusema kwamba mimi nataka kujenga nyumba, unaambiwa kwamba kuna mtu anauza nyumba, wewe tunakupa nyumba kwa sababu tunakujua hautoenda kununua nyumba, utaenda kulewa. Sasa ulikuwepo? Okay, na watania tu. Kitu cha 4, utambulisho wa mlipa kodi ama TIN. Hii nayo itakuwa ngumu sana, lakini pia ni nyepesi kama ulishawahi kufuata vigezo fulani. Utambulisho wa mlipa kodi ama TIN wanamaanisha kwamba unatakiwa uwe na yani na kitu ambacho kina kuongoza kwenye biashara yako, unalipa kodi kupitia hicho kitu, kwamba biashara yako unayoifanya inaingiza mapato serikalini. Hiyo ndo maana ya TIN, kwamba biashara yako ambayo unaifanya iwe inaingiza mapato serikalini. Kwa sisi ambao tulikuwa tumeingia kwenye mfumo wa malipo na nyinyi ambao mlikuwa mmenifuatilia zaidi kwenye akaunti yangu hii ama channel yetu ya Teacher Sauti ya Sifa, nilishawahi kufundisha kuhusiana na TIN na nikasema kwamba TIN unaifuata TRA, baada ya hapo tunaijaza YouTube. Video hiyo ipo hapa, tuliijaza moja kwa moja sisi wote tukajaza TIN zetu kwenye YouTube. Kwa kama utakuwa na TIN itakuwa ni rahisi sana pia kuambatanisha. Na vitu anavyovitaja hapa vyote ni lazima. Yaani usipoambatanisha wewe haupo kwenye mpango huu. Kitu kingine cha 5, utambulisho wa taifa, NIDA au passport au leseni ya udereva. Kama utakuwa una vitu vyote hivyo vitatu, hautokuwa ni moja kati ya mtu ambaye unastahili kupata mkopo huu ama mfumo huu. Hauwezi ukaanza kwenda sasa hivi kufuatilia kitambulisho cha NIDA, wewe ambaye umeanza kusema kwamba nataka niende kwa mkoa wilaya nikafuatilia sijui kwa mkoa. Hautoweza kwa sababu utakuta fursa hii imeshaisha. Ukienda kufuatilia kitambulisho cha NIDA watakupigiza mpaka miezi 3 ndio waga unapata. Kwa mimi ambavyo nilikuwepo nilipata hadi miezi 6 ndio nikaja kupata. Tena sio kitambulisho, ni namba za NIDA. Okay. Kitu cha 6, barua ya serikali za mtaa. Hii ni rahisi sana, kila mmoja anaweza akapata barua ya serikali za mitaa kama ni Mtanzania halali na anajulikana anapoishi na amezaliwa sehemu fulani. Yaani hii ni rahisi sana kwa kila mtu. Unaenda tu kwa mwenyekiti na unaipata. Mzunguko wa mapato na matumizi. Hapo ndipo pabaya. Serikali bwana haiwezi kukupa pesa kama utakuwa hauna mzunguko wa mapato na matumizi. Hauna vithibitisho ambavyo vinathibitisha kwamba wewe unapata pesa, lakini pia unaweza ukatulipa pesa yetu, kwa sababu hiyo pesa hawakupi bali wanakukopa kwa asilimia chache, lakini pia riba ni chache sana hata kama ipo, lakini pia wanakupa mkopo kwa muda mrefu. Wanaweza kukupa miaka 3 mpaka 4 ukaona irudisha kidogo kidogo. Ila hauwezi ukapata pesa kama hauna mzunguko wa mapato na matumizi. Mzunguko wa mapato na matumizi wanataka kuona kupitia miamala yako ya kifedha. Hapa wanazungumzia akaunti za simu ama namba za simu, M-Pesa, Airtel Money, Haropesa, PTC, L-Pesa ama T-Pesa, lakini pia Mixx by Yase, lakini pia wanahitaji kuona miamala yako ya kibank. Utaiambatanisha, utaituma pale kama wewe uliombwa kwa mara ya pili. Kwa hiyo miamala yako ya kibenki pia inatakiwa, yani kwamba wanataka kujua unaingiza kiasi gani kwa mwezi, kwa mwaka unaingiza kiasi gani, ili wajue kama tunakukopesha 10,000 ama tunakukopesha milioni 50. Kuna watu ambao wameandika milioni 3 lakini utasikia wanaambiwa kwamba ongezea kiasi ili ununue vifaa bora zaidi, kwa sababu ukiuliza sababu unaweza kulipa kutokana na tulivyo kuona. Sasa hayo yote ni masharti yanayolenga kuhakikisha fedha zinatumika vizuri na kwa watu wanaofanya shughuli halisi. Naomba sana mpango huu
upunguze kona kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela. Kijana anataka pesa, na nitawaambieni ukweli, mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri. Changamoto kwa vijana wengi wa Kitanzania, lakini kwa sisi vijana ambao tunahitaji fursa hiyo kutoka moyoni, ukweli ambao vijana wengi wanaokutana nao ni kwamba masharti hayo yanahitaji akili, uvumilivu na maandalizi makubwa. Kwa mtu ambaye tayari ana biashara kubwa, ana vifaa vya kazi, masharti haya yanaweza kuwa rahisi kuyatimiza, lakini kwa vijana wengi wanaoanza safari ya ubunifu, kupata nyaraka hizo zote inaweza kuwa ni changamoto, na matokeo yake wakakosa mpango huo. Ukweli ni kwamba mpango huu unataka uvumilivu na kutokata tamaa, lakini pia kuna vijana wengi ambao wanahitaji msaada ili kufikia masharti haya. Wapo vijana wenye vipaji vikubwa sana katika muziki, uchoraji, filamu, michezo na maudhui ya mtandaoni, lakini hawana vifaa wala mtaji wa kuanzia. Sasa hapo yani bana, mimi nashindwa nifanyaje, kwa sababu inaonekana kabisa wazi kwamba sisi ama vijana ambao wamelengwa kwa kusaidiwa hawatopata fursa hii. Creator wa TZ mnajidanganya, na si kwa sababu hawana simu. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Matokeo yake fursa hii itaenda kwa wale watu ambao mnaona kila siku, ambao tayari wameshajipata, lakini pia ambao tayari wapo kawaida. Na maanisha tu kwamba wameshajipata, lakini watu wenye vipaji ambao hawajajipata, fursa hii itakuwa ngumu sana kutokana na vigezo na masharti. Ndio maana mimi yani nampa sauti sana Baba Levo kwa kusema ukweli pale. Mimi nilijua labda anaongea tu kwa kujifurahisha. Hebu msikie Baba Levo. Vijana hawataki kona kona, vijana wanataka hela. Naomba sana mpango huu upunguze kona kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela. Kijana anataka pesa, na nitawaambieni ukweli, mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri. Wazee, kujiajiri lazima uwe na hela. Unajiajirije? Ukitaka kujiajiri, ukiniambia mimi wakati niko nje ya bunge, Baba Levo jiajiri, najiajirije? Na maana nifungue biashara yangu. Biashara naifungua na nini? Tupunguze masharti ya vijana kuweza kukopa. Tunaweka masharti magumu. Mtu kama Linux anataka kukopa, unamwambia alete hati ya nyumba. Linux ana nyumba. Lazima tuweke masharti ambayo yataendana na vijana tulionao. Mtu amemaliza chuo, kamaliza chuo, ndio kwanza ana haha na dokumenti zake kutafuta ajira, unamwambia jiajiri. Anajiajiri kwa mfumo gani? Unamwambia bwana tafuta mikopo. Anaenda kwenye mikopo. Benki zetu tunazijua, zina vigezo ambavyo hivyo vigezo vinamtaka awe na mali ambayo ameshika iweke kama dhamana. Tutafute njia sahihi hawa vijana pesa ziwafikie bila njia ngumu wanazopitia. Sasa naweza nikatoa labda ushauri na funzo kidogo. Labda jambo muhimu ni kuhakikisha kuwa fursa hizi zinaendelea kuboreshwa ili kuwafikia vijana wengi zaidi. Inawezekana kuwa ni kwa kuboresha mafunzo kwa wabunifu, ama mifumo rahisi ya maombi ya kupata pesa, au msaada wa kuwasaidia vijana yani wanaoanza kukamilisha nyaraka zao zote, kisha ndo baada ya hapo kuanza kutoa mikopo ama kutoa pesa. Kwa sababu kama ukizungumzia kutoa tu mikopo afu vijana ambao wamekusudiwa sio wao ambao vijana wataenda kupata hizo pesa, matokeo yake itakuwa hamna chochote alichosaidia. Matokeo yake serikali itakuwa imetengeneza chuki tu kwa vijana wengine, kwa sababu vijana ambao wanapitia vitu vigumu ndio hasa ambao wanaweza kuweka kitu moyoni. Kwa hiyo serikali itaweza kujikuta hapa imetengeneza chuki tu, kwa sababu pesa hizi huenda zikaenda kwa watu ambao ni wa kawaida ama wameshajipata kutokana na masharti magumu walioweka na viambatanisho ambavyo wameweka, na kuvipata ni vigumu sana. So nipende tu kusema mara ya mwisho kabisa, sekta ya ubunifu ni moja kati ya sekta zenye nguvu kubwa kwa vijana wa Tanzania. Kama vijana tukijipanga, tukijifunza na kuwa wavumilivu, tunaweza kufikia mafanikio makubwa sana. Pamoja na changamoto zote na matumaini bado yapo kwamba fursa hizi zitaendelea kuboreshwa na kuwafikia vijana wengi zaidi. Kama wewe pia ni msanii au mwanamichezo au content creator kama mimi, ningependa kusikia maoni yako. Andika maoni yako kwenye comment
Na kama bado hujafanya hivyo, subscribe kwenye channel ya Teacher Sauti ya Sifa ili uweze kupata maudhui ya elimu pamoja na burudani zaidi. Asante. So hakikisha umenifuatilia vizuri, lakini pia hakikisha unapata viambatanisho hivyo ili kuwa ni moja kati ya watu ambao utakwenda kupata fursa hii. Bye. Anaitwa nani? Teacher Sauti ya Sifa. Yeye ni kiboko. Teacher Sauti ya Sifa anakupa jibu kila changamoto, anakufanya wewe uwe na